is aware that you are in the storm. Kuna baadhi ya dhoruba unapita, hata wengine hawajui kama unapita kwenye storm. Mara nyingine unaweza kaa huko vizuri tu, umevaa suti, umevaa kitenge chako, dera, vyovyote, unatembea, unaendesha gari, unaenda kazini, lakini you are in a storm. Tuko pamoja watu wa Mungu na tukajifunza jana, there's like 4 sources of storms in our life. Kuna kama vyanzo vinne vya dhoruba katika maisha yetu. There are storms that are caused by our own decisions, and we may make wrong decisions. Tunaweza tukafanya maamuzi mabaya, ama tukachukua direction mbaya, tukajikuta tumeingia kwenye storm. So kuna storms zinatokana na maamuzi yetu. Tunafanya maamuzi, tunajikuta tuko kwenye storm, tuko kwenye dhoruba. Lakini kuna dhoruba zinatokana na watu wengine. Wazazi wanaweza wakafanya maamuzi mabaya, watoto wakaingia kwenye storm. Viongozi wa nchi, political leaders, they can make different decisions that will cause the whole country to be in a storm and turmoil. Viongozi wa siasa wanaweza kufanya maamuzi yakaingiza taifa, watu wakaanza kupigana na kuuana. Sio kwa sababu wale watu wanachukiana, lakini hiyo dhoruba imesababishwa na watu wengine. Kwa hivyo kwenye maisha yetu pia kuna baadhi ya storm, dhoruba ni maamuzi ya watu wengine yamekusukuma kwenye storm. Lakini tukasema the third source of storm is when God allows it for his own glory. Kuna wakati Mungu anaweza akaruhusu jambo gumu kwenye maisha yako, sio kwa sababu umefanya dhambi, lakini Mungu ameruhusu kwa utukufu wa jina lake, kwamba at the end of the day he will be glorified. Tuangalie mfano wa Ayubu. Mungu akaruhusu shetani apige familia ya Ayubu, lakini mwisho wa siku Mungu alitukuzwa. Tunaelewana watu Mungu Ama yule Lazaro aliyekuwa rafiki wa Yesu akaugua. Yesu alipopelekwa taarifa akasema huu ugonjwa sio kwa ajili ya kifo, lakini ili muweze kujua kwamba mimi nina nguvu ya kufufua. It was for the glory of God. Number 4, some storms are caused by the enemy, the devil. Kwa sababu kazi ya shetani ni kuchinja, kuua na kuharibu. Tuko pamoja watu wa Mungu Kwa hivyo you may go through a storm, but it is the devil's work, because he is there to steal, kill and destroy. Hiyo ndio kazi ya shetani. Lakini tukasema habari njema ni kwamba haijalishi upo kwenye storm ya namna gani, God is beyond all those storms. He is able and he can help you in whatever the storm you're going through. Haijalishi uko kwenye dhoruba ya namna gani ama imesababishwa na nini, Mungu bado anaweza. Kama uko na mimi sema amen. Now yesterday we learned 2 things. Number 1, we said don't let the storm change your identity. Usiruhusu dhoruba ibadilishe utambulisho wako. Tuko pamoja watu wa Mungu Na tukasoma habari ya Jonah. We learned from Jonah, ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Akatumwa kwenda Ninawi, yeye akaamua kwenda wapi? Tarshish. Ametumwa kwenda Ninawi, Nineveh. He decided to go to Tarshish. He disobeyed God. Ametumwa kwenda Dallas, akaamua kwenda Florida. 2 different directions. Tuko pamoja watu wa Mungu Matokeo yake akajikuta yuko kwenye storm in the sea. Wakaanza kutupa vitu, the ship was almost breaking. Alafu baadaye wale watu waliokuwa pamoja na Jonah wanamuuliza, who are you? Where are you from? Unaenda wapi? Unafanya kazi gani? And Jonah said, I am a Hebrew. Kwamba mimi ni Mwebrania. Ni kweli nimekosea, lakini bado mimi ni Mwebrania. Tuko pamoja watu wa Mungu. In your life as a Christian, don't let your situation change your identity. Wewe ni mtoto wa Mungu. Haijalishi nini, wewe ni mtoto wa Mungu. Hebu kila mmoja sema mimi ni mtoto wa Mungu. Yes, God loves you to the point that he sent his only begotten son Jesus to die for you.
You are valuable before God. Amen. Kwa hivyo usiruhusu dhoruba ikafanya ukaanza kujiona kama ufai tena. No. Number 2, we learned yesterday that when we are going through a storm, don't let a storm change your confession. Usiruhusu dhoruba igeuze ukiri wako. Kwa maana kwa vinywa vyetu tunaumba. With our mouth, our lips and tongues, we create. The Bible says the power of life and death is in your lips or in your tongues. Bwana Yesu asifiwe. Unapopita kwenye hali ngumu, what are you saying to yourself? Unajiambia nini? Unawaambia